Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairi anbiyai walmursalin wa ba'd. Leo tutakumbushana ulazima wa mtu kushughulikia jamaa zake na uharamu wa mtu kutokushughulikia jamaa zake, yani kuunga udugu na kukata udugu. Kuunga udugu na kushughulikia mtu jamaa zake, jambo la lazima kwa ushahidi mwingi katika Qur'ani na mafundisho ya Mtume. Lakini leo tutakumbushana hadithi moja kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao Abu Huraira alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mafundisho haya yamo katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmahu, yule yote ambaye anamuamini Allah na siku ya mwisho kama itahesabiwa na kila anachokifanya, ahakikishe kwamba anaunganisha udugu, kwa maana anashughulikia jamaa zake, iwe itakavyokuwa, iwe kagombana, kahasimiana, kagulumiwa, kasingiziwa na ndugu yake au jamaa yake wa damu, hana ruhusa kukata au kutokumshughulikia au kutokwenda kwake au kutokusema naye. Kwa ushahidi wa Qur'ani aya 22, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisingiziwa mkewe Bibi Aisha kama kazini, mtoto ambaye wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na akaapa Abubakar kwamba katika kumsingizia alikuwa jamaa yake Mistah bin Uthatha, kama hatumsaidia tena. Allah akateremsha aya katika surati Nur aya 22, akasema wala ya'ti ulul fadli minkum wasaa, wala wasiape wale ambao wana fadhila na wana uwezo wa kimali, an yu'tu ulul qurba, kuwapa na kuwasaidia jamaa zao. Huyu katika jamaa zao kusudiwa hapa alikuwa Mistah bin Uthatha. Wal masakina wal muhajirin, na maskini na waliohama kutoka Maka kwenda Madina, waliyafu waliyasfahu. Allah anasema wasahau na wasamehe vyovyote vilivyokuwa. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, nyinyi hampendi Allah kusameheni? Kwamba utapomsamehe ndugu yako, jamaa yako, mtu yoyote, na Allah atakusamehe. Inna Allah ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa maghfira na mwingi wa rehema. Ikiwa utaamua kukata udugu au kutomshughulikia jamaa kwa damu, basi ni hatari sana, kwa ushahidi ambao katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Jubair bin Mut'im alimsikia Mtume sallallahu akisema, la yadkhulu jannata qati, hatoingia peponi yule ambaye anakata udugu au hashughulikii jamaa zake wa damu. Hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa namalizia kusema kwamba iwe itakavyokuwa, lazima unganishe udugu, kwa maana washughulikie jamaa zako wa damu, na vile vile usikate udugu kwa kuchelewa mtu kuingia katika moto, hata kama mtu anafanya amali zake nyingi za khairi, lakini moja ikiwa hiyo ambayo ni lazima, na kukata ni katika kabair, katika maasi makubwa sana. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.